Hujambo mwanafunzi, karibu katika somo la leo. Na katika awamu hii tunaenda kuangalia mofimu. Na katika Kiswahili kuna aina mbili za mofimu, mofimu huru na mofimu tegemezi. Hivyo basi tutaanza kwa kufafanua maana ya mofimu na kusema kwamba mofimu ni sehemu ndogo ya neno inayowasilisha maana ya neno hilo. Mofimu ni sehemu ndogo ya neno inayowasilisha maana ya neno hilo. Na unapata kwamba katika Kiswahili kuna zile mofimu zinazoonyesha wingi, umoja na hata udogo katika maneno. Kwa mfano katika neno mtoto, ma ni mofimu ya kuonyesha umoja. Katika neno watoto, wa ni mofimu ya kuonyesha wingi. Katika neno kitoto, ki ni mofimu ya kuonyesha udogo. Kitoto, vitoto. Mtoto, watoto. Mtu, watu. Na ikumbuke kwamba ngeli za maneno lazima zizingatiwe. Kwa hivyo, mtoto, watoto itakuwa katika ngeli ya awa. Kitoto, vitoto katika ngeli ya kivi kwa sababu tumedunisha. Hivyo basi, tuangalie aina za mofimu. Na katika Kiswahili tumesema kwamba kuna aina mbili. Mofimu huru na mofimu tegemezi. Tuanze na aina ya kwanza ambayo ni mofimu huru kutokana na neno huru. Ni zile mofimu ambazo zinaweza kujisimamia zenyewe bila kuambatanishwa viambishi vingine. Katika mofimu huru, ni zile mofimu ambazo hazihitaji kuunganishwa ama kuambatanishwa na viambishi vingine ili kuleta maana. Bila viambishi vingine, zinaweza kujisimamia na kuleta maana inayofanya nini? Inakusudiwa. Kwa hivyo unapata kwamba mofimu hizi hupatikana kwenye nomino, viwakilishi, vivumishi, viunganishi, vielezi na kadhalika. Kwa mfano katika nomino, maneno kama vile meza, kitabu, kalamu, maneno hayo yanaweza kujisimamia. Hayahitaji kuunganishwa na viambishi vingine ili kuleta maana. Bali bila viambishi yana maana. Yanaweza kufanya nini? Kujisimamia. Mfano mwingine ni kama katika viwakilishi. Mimi. Mimi ninaimba. Sisi tunaimba. Kwa hivyo viwakilishi ni mimi na ni sisi. Kwa hivyo katika viwakilishi hivyo mimi, sisi havihitaji kuunganishwa na viambishi vingine. Vinaweza kujisimamia. Kwenye vielezi, vivumishi kama vile hodari, maneno hayo yanaweza kujisimamia. Jasiri, maneno haya yanaweza kujisimamia. Kwa hivyo, mofimu huru ni zile ambazo zaweza kujisimamia. Na unapata kwamba maneno hayo yana maana kamili. Hebu basi tuangalie mofimu tegemezi. Katika mofimu tegemezi kutokana na neno tegemezi. Kwa hivyo unapata kwamba hizi ni zile mofimu ambazo haziwezi kujisimamia. Lazima ziunganishwe na viambishi vingine ili kuleta maana inayokusudiwa. Na mara nyingi hujumuisha mzizi wa neno. Kwa hivyo katika nomino, katika mofimu tegemezi, katika mofimu tegemezi unapata kwamba maneno katika mofimu hizi lazima yajumuishe nini? Mzizi wa neno. Na mara nyingi maneno haya hayawezi kujisimamia. Lazima yaambatanishwe na viambishi vingine ili kuleta maana inayokusudiwa. Kwa mfano katika neno anasoma. Na ninaposema lazima yaambatanishwe na viambishi vingine, utapata kwamba kuna viambishi mbalimbali, kuna viambishi vya nafsi, viambishi vya wakati, viambishi viishio na kadhalika. Kwa hivyo, katika maneno utapata kwamba kuna mzizi wa neno, kuna viambishi awali na viambishi tamati. Katika viambishi, tunaposema viambishi awali ni vile viambishi ambavyo
huja kabla ya mzizi wa neno, na viambishi tamati ni vile ambavyo huja baada ya mzizi wa neno. Kisha tunaposema mzizi ni ile sehemu ambayo haiwezi kabadilika ama kugawika. Kwa hivyo unapata kwamba kuna viambishi ambavyo lazima viunganishwe ama viambatanishwe kwenye huo mzizi wa neno ili kuleta maana inayokusudiwa. Na tunaposema kuhusu viambishi, viambishi ni silabi inayofungamanishwa na mzizi ili kuleta maana. Viambishi ni zile silabi ambazo hufungamanishwa na ule mzizi wa neno ili kuleta maana. Kwa mfano katika neno anasoma. Kwa hivyo utapata kwamba kuna vile viambishi, utapata kuna viambishi vya nafsi, viambishi vya wakati ambavyo vimefungamanishwa katika neno hilo ili kuleta maana. Anasoma. Anasoma. Kwa hivyo kiambishi a utapata kwamba ni mofimu ya kiwakilishi cha nafsi ya tatu umoja, kumaanisha kitendo kinafanyika. Aya, kiambishi na utapata kwamba mofimu ni mofimu inaonyesha wakati, lakini ni wakati gani? Wakati uliopo, kitendo kinafanyika ama kinatendeka sasa hivi. Som ni mzizi, na tumesema mzizi hauwezi ukabadilika wala kugawika. Kisha tuna a ambayo ni kiishio. Kisha mfano mwingine tuna neno wakulima. Wakulima. Wa ni kiambishi kiwakilishi cha ngeli ya awa katika wingi. Kisha ku ni kiambishi cha ku ya kitenzi jina. Lim ni mzizi, kisha a ni kiishio. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba yafaa tuelewe ama tuweze kutofautisha kati ya mofimu huru na mofimu tegemezi. Katika mofimu huru maneno yanaweza kujisimamia, hayahitaji kuambatanishwa na viambishi vingine. Katika mofimu tegemezi maneno haya yanahitaji kufungamanishwa ama kuongezwa viambishi vingine ili kuleta maana inayokusudiwa. Na mara nyingi tumesema kwamba maneno haya hujumuisha nini? Mzizi. Kwa hivyo katika tegemezi lazima maneno yawe na mzizi, na lazima yawe na viambishi ambavyo vimefungamanishwa ama vimeambatanishwa ili kuleta maana inayokusudiwa. Asanteni kwa wakati wenu, hadi kipindi kijacho.